Point number 2. The enemy number 2 anaitwa disrespect and pride. Disrespect and pride. Naamini hiyo ndio opposite ya respect. Disrespect ni kutokuwa na heshima pamoja na kiburi. Yaani wewe hauwezi nyenyekea, umejaa kiburi na imezuia baraka zako. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wake wa 5. Umejaa kiburi, hauwezi nyenyekea, hauna heshima kwa wazazi, hauna heshima kwa mwenzako ndani ya nyumba. Umejaa kiburi, hata vile unajibu umejaa kiburi, vile unafanya mambo umejaa kiburi. Lazima kwamba uwe na kitu inaitwa unyenyekevu. Chapter 5 verse number 5 inasemaje? Vivyo hivyo nyinyi vijana watiini wazee. Naam. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Tuendelee. Mpate kuhudumiana. Kwa sababu Mungu huwapinga. Maana Mungu anapinga wenye kiburi. Lakini huwapa wanyenyekevu neema. May that grace come over you in the name of Jesus. Hiyo neema ishuke kwa jamii yako kwa jina la Yesu. Kiburi na ifunjike. Maandiko inasema na nyinyi vijana washughulikie wazee kwa njia inayofaa. Inaongea juu ya kuwa na heshima. Lakini unaona hata hapa kanisani, hata watu wengine, hata saida ambavyo unawakuta, mgundue hata vile anakusalimia ama vile ambavyo anaongea na wewe, utagundua mtu huyu ana kiburi ama kimechanganyika na mambo mengine kidogo, hakuna heshima. Unaangalia ajipangi, ako vile ako, heshima hakuna. Hata mwingine hawezi gundua huyu ni pastor. Kama nikienda huko kwetu, kuna watu bado ambao tuliachana, lakini bado wakiniona wananiona vile tulisoma na wao primary. Na unasikia sema ya wajire ya nje mobisha bomo ngoma. Na andena chakaba ya how now. Bwana asifiwe sana. Geukia mwenzako mwambie heshima. Mwambie tena heshima. Sasa niangalie nikwambie wewe mama na wewe mzee. Tusipojua kuheshimiana ndani ya hiyo nyumba haitakalika. Muheshimu na yeye akuheshimu, muheshimiane. Maandiko imesema jifunge unyenyekevu. Tie it around yourself. Yaani siku itatoka ujue you are walking naked. Labda ndani ya hiyo ndoa shida ni ndogo tu, uko na kiburi kidogo, kwamba kangeng'olewa leo. Uelewe wewe umeokoka, umepewa shamba, lazima ulipalilie. Hao mbweha wadogo na mbweha wa kiburi aondoke. Ubebe heshima, ujifunge unyenyekevu. Utaelewa huyo mzee kumbe alikuwa anajua kupenda, ni vile kiburi yako iliondoa upendo. Hata mngisema imani wawili bado nitahubiri. Utagundua hata huyo mama kumbe alikuwa anajua mambo. Kiburi yako ndiye imeumiza nyumba. Kujiinua uko juu. Hata kukuongeleza lazima mke wako aweke appointment. Ulikuwa umeniambia utaniongeleza? Esi wewe unawaka na appointment. Uko MCA mpaka kwa nyumba. Proverbs 8 verse number 13. Maandiko inasemaje? Lakini labda nizitaje tu na niondoke pale. Proverbs 11 verse number 2. Na nimetoka pale. 13 verse number 10. Tungeongea mambo ya kiburi, tuongee sana. Hebu jiambie wewe mwenyewe, mwambie, sema kwa jina la Yesu. Si kanisa lote liseme, sema kwa jina la Yesu. Kiburi sio sehemu yangu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kiburi sio sehemu yangu. Sema nitawaheshimu wakubwa wangu. Sema nitakuwa na unyenyekevu. Sasa sema kwa jina la Yesu ninajifunga na unyenyekevu. Sema amen. Sema tena amen.
Unyenyekevu utakuambia wakati ambapo umefanya makosa sema pole. Unyenyekevu utakuambia saida umefanyiwa kitu kizuri sema asante. Kiburi kitakwambia usitosheke, ulalamike. Ulikuwa unalalamika hujajengewa nyumba, ulipojengewa nyumba you shifted goals. Sasa siku hizi unalamiki nyumba, unasema hujanunuliwa ndege. Na hata wewe unajua ndege kwa hii nyumba haiwezi nunuliwa. Kiburi inakusumbua. Inakufungua macho kwa vitu vingine. Imekufanya ujifananishe na watu wengine. Kiburi haikufanyi utosheke, haikufanyi uridhike. Kiburi haikufanyi uone watu ni wa maana. Kiburi inakufanya uone kila kitu kizuri ni kwako. Hata makosa ikitokezea, wewe ndio umekosewa, wewe ndio unakosewanga. Unaleta fucho mpaka wakati umekosa, mpaka mtu ya wenyewe anaona hapa nisiporudi chini kitaumana. Wewe ndio umekosa, lakini wewe ndio unaambiwa pole. Kwa sababu ya kiburi. Kwa sababu hiyo neno sorry haliko kwako, neno thank you haiko kwako. Kila kitu ni right, kila kitu ni haki. Hauna mahali unaweza ona hata mtu huyu amejaribu, maana unaona ni haki. Kwa naambia mwingine si hata hivi amejaribu. Amejaribu nini? Si ni haki, ni haki yangu. Si ni kazi yake. Akaja alisema si ni kazi yake. Si anastahili kufanya, kustahili afanye. Yeye ni baba wa hii nyumba. Kulipa nyumba ni kazi yake. Sasa utakuja kugundua kuna vitu vingine itakufa polepole katika wewe kuvaa unyenyekevu. Na maandiko ina sababu inasema uivae. Maana ukiitoa you are exposing yourself to shame. Sema tena unyenyekevu. Sema tena unyenyekevu na heshima. Bwana asifiwe sana. So ninapoongea hivi ni vizuri ujiulize kama hii ni kitu iko vocabulary kwako ama ni jambo lipo. Unamheshimu huyo binti ya wenyewe mwenye ulileta. Unaheshimu huyo mume ambaye alikuoa. Unaheshimu hao wazazi ambao wana